wanakijiji wanalia. Oh. Salma, unaenda wapi? Nakuza wapi na huo mfuko? Mwajabu, mi bora nirudi nyumbani tu. Siwezi kukaa tena katika hichi kijiji. Matatizo yote yanaangukia mimi tu. Kila siku ni mimi tu. Bora nirudi nyumbani. Nyumbani? Nyumbani hapo ambapo unapoongelea wewe? Sisi wana kijiji wenzako wote tuko huku. Unataka kule kukaa na nani? Ndio kaa na mizimu, si ndio? Na unataka uondoke leo uaminiche kwamba wewe ni mchawi, si ndio? Hebu acha upumbavu Salma. Hakuna kuondoka. Unataka ujipiganie mwanzo mpaka mwisho ili ujue hatima yako ni ipi. Mbona unakuwa mjinga Salma? Mwajabu, haya matatizo hapa kijijini mimi nimeyachoka. Kila siku nanyanyaswa mimi tu. Kila siku napigwa mimi. Asubuhi, mchana, jioni, mimi ndo nayenyanyasika. Kila pakikucha nawaza leo nitapigwa na nani au nitapigwa muda gani. Mimi nimechoka. Mimi siwezi kukaa tena hapa. Bora niondoke tu nirudi. Hata bora nikafie huko mbele. Nitakuja kuikuta maiti yangu. Huyo ni mpumbavu sana. Unadhani ukiondoka kwamba hawatajua kwamba wewe ni mchawi? Vipi kuhusu sisi ambao tunakupigania? Vipi kuhusu sisi Salma? Wewe hata hujali, wewe hata uwazi unatuachaje? Hebu acha upumbavu wako. Unajisikia unachokiongea kweli wewe? Inakuingia kilincho ambacho unakiongea. Unataka uende nyumbani wapi? Hayo kifo kwani unataka kuzika? Hivi vipi kuhusu mimi rafiki yako? Vipi kuhusu mimi Salma? Tumezika watoto wetu kwa sababu ya chichi kibuyu. Afu unataka ukimbie? Unataka uaminishi watu kwamba wewe kwamba ni mchawi, si ndio? Na kutaka uaminishi watu. Mimi siwezi tena kurudi mpaka katika hichi kijiji. Mwajabu, mimi naonewa. Mwajabu, mimi nateseka. Mwajabu, mimi sina furaha yote katika hichi kijiji. Bora mimi niondoke. Hebu acha upumbavu. Turudi nyumbani. Mimi mwenyewe nimetoka kung'oa viazi hapa tuende tukale. Acha ujinga Salma. Mwajabu, mimi naomba niondoke. Nitakapoenda kufia ndo huko huko. Bora mje mkute maiti yangu. Lakini sio kuendelea kukaa tena katika hichi kijiji. Mimi Salma ndo kila siku nahukumiwa. Salma mimi ndo napigwa. Salma mimi hivi ndo matatizo yote yanaangukia kwangu. Haina haja ya kukaa tena hapa. Hebu acha upumbavu wako tuende nyumbani. Mwajabu, mimi naondoka. Hebu tuende nyumbani. Huzuni imetanda, wanakijiji wanalia. Oh. Machozi yatakauka lini? Na ninahitaji nuru mpya. Nani wa kurudisha furaha? Nani mkombozi wa hili? Nani anayejua siri? Amani hakuna, ona vilio kila kukicha. Salma, najua upo sawa. Ile naomba unisamehe. Mimi sikujua kwamba wahusiki. Nilikuja tu kwamba ndo unahusika na chanzo cha hapa watu wa kijijini wanakufa. Na sasa nimempoteza mama yangu. Ndio hapo ndo uchungu ulipoishika kaja kukufuata kaza kukufukuza. Ila mimi sikujua. Sisi ni binadamu. Tumomba kukosea. Na Salma, naomba unisamehe sana. Najua umempoteza mtoto wako kama nilivyopoteza mama yangu. Ila mimi sio mhusika. Nimekuja tu kuambiwa. Ikupasa akili yangu ni maneno tu nimekuja kuambiwa. Salma, naomba unisamehe. Fatuma, moyo wangu mimi unaniuma. Moyo wangu unaumia Fatuma. Kijiji kizima kinanichukia mimi. Kijiji kizima kinasema mimi ndiye mchawi. Na ninatambaza kibuyu katika kijiji. Wote wananishtumu mimi kwamba ni mchawi. Kwani nimempoteza mtoto wangu.
Kwa nini nimempoteza mtoto wangu? Naumia. Mtoto wangu nilikuwa nampenda Matilda. Nilikuwa nampenda sana mtoto wangu. Lakini nimempoteza kwenye hichi kibuyu. Usizunike hivyo. Unamkufuru Mungu. Najua umempoteza mtoto wako. Ila sika ukalia. Hiyo ni mipango ya Mungu. Usilie Salma. Nyamaza. Hali maisha na yatapita. Hao watu ambao wanakushtumu yote haya watakuja kujutia kama mimi kuja kujutia leo. Salma, usilie. Umenisamehe? Na Salma, umenisamehe? Ndiyo, nimekusamehe. Cheka basi. Upendezi kununa. Cheka basi. Na Salma, hivi ukitokewa na kibuyu ni lazima ugande ndio uwe salama. Sasa mbona mkutuambia mapema? Mngetuambia mapema hata mamangu mimi asingekufa. Tulihofia kuwaambia, maana tungewaambia mngesema sisi ni wachawi na tunashirikiana na kibuyu. Ndio maana hatukuwaambia, kwani mngetufukuza mapema. Hapana, tusingewafukuza. Sababu tungepata suluhisho na vifo hapo kijijini vingepungua. Ona sasa, vifo vinazidi kuendelea, kumbe suluhisho ni kuganda. Nitaumia sana nitakapokuwa mbali na wewe mdogo wangu. Ila nenda kwa ajili ya kuokoa maisha yako. Usinisahau. Ijapo sijui uko utaenda kuishi maisha gani. Sijui utakwenda kuanzisha maisha gani uko unapoenda mdogo wangu. Poka. Haina budi, bora uondoke. Ila nenda kwa usalama wa maisha yako. Mimi bado nakupenda. Bado nahitaji furaha tuliokuwa tunaishi mimi na wewe. Bado nahitaji mapenzi tuliokuwa tunaishi mimi na wewe mdogo wangu. Haina budi. Nenda mdogo wangu. Dada, nahisi sana maumivu yako. Lakini pia naondoka hapa kwa usalama wa maisha yangu mimi na wewe. Unafahamu fika mimi kuendelea kuishi hapa ni hatari kwa maisha yako pia. Ila nitarudi kwa ajili yako.
Mwajabu. Mwajabu. Babe. Kwema. Kwema bali. Namshukuru Mungu. Nilikuwa naomba unisaidie maji ya kunywa. Asante sana. Hamna shida, usijali Mwajabu. Mimi mwanaume sasa, yuko yenyewe nimejitwisha mwenyewe. Poa bwana, asante sana. Juma kwema? Kwema vipi ubwa? Anamshukuru Mungu. Nimekuona ukiwa kwa Mwajabu pale unakunywa maji. Ni kweli. Ubwa, unajua kabisa Mwajabu yupo karibu na Salma. Kisha badala yake wewe unaenda pale unaomba maji. Hauoni hiyo ni hatari kwako? Kwa mfano ameingia ndani amekuwekea maji, akakuwekea na sumu, ukanywa ukafa. Hauoni hilo ni tatizo? Wale ni watu wabaya sana, ni watu wa kukaa nao mbali. Juma, lakini nilikuwa nimetoka mbali na huu mzigo, mbali sana. Na kiu ilikuwa imenibana sana. Nikaona sio vyema nipite hapo na Mwajabu yupo. Nikaona ninywe maji. Sawa, hata kama ungejikaza tu kafika nyumbani kwako kanywa maji ukiwa unaamini kabisa anakunywa maji yenye usalama. Wewe unajua kabisa Mwajabu yupo karibu na Salma na Salma ndio mchawi. Unajua kabisa wale ni maadui zetu. Kisha wewe unaenda unakunywa maji pale. Anakuwekea sumu unakufa. Hiyo ni hatari kubwa sana. Wale ni watu wabaya, wale ni watu wa kukaa nao mbali. Usijumuike na kitu chochote na wao. Ila ni kweli Juma. Na nyumbani hata palikuwa sio mbali. Ila nilishindwa kujikaza. Ila sasa hivi sitachangia kitu na mtu yoyote ambaye yuko karibu na Salma. Maana itakuwa sio salama. Sio kitu chakula wala maji. Yaani chochote kile sitashia. Hilo litia akilini kabisa. Kweli ni kitu kizuri sana Juma. Asante. Na hesabu 1 mpaka 3. Unakimbia. Nikipiga kofi tu unaganda. Unashumu kibuyu tu unaganda kabisa. Ukiganda kibuyu kichwa kutafuna, sawa? Sawa. Ugande kabisa. Sawa. Upo tayari? Ndio dada. 1, 2, 3. Jikaze. Nimechoka, inachosha. Jamani, unatakiwa ujikaze kidogo, ugande kidogo. Kibuyu kinatumia dakika kadhaa hapa. Unatakiwa ujikaze kwanza. Hivyo ushakufa sasa. Njoo turudie. Jikaze. Jitahidi kuganda, sawa? Tunarudia tena. Nataka uweze kuganda, sawa? Tunarudia tena. 1, 2, 3. Dada, bado tu. Wewe usiongee. Subiri bado kidogo tu, Usiongee, ganda bado kidogo, endelea. Nishaanza kuchoka. Kidogo tu, bado sekunde. Sasa hivi ushaliwa, sasa kibuyu kishakuchukua. Unatakiwa ugande kabisa, ugande hata usijitikise. Inachosha bana. Ndio unachoka, lakini unatakiwa ugande. Njoo tena turudie. Kaze sasa.
nitaumia sana nitakapokuwa mbali na wewe mdogo wangu, ila nenda kwa ajili ya kuokoa maisha yako. Usinisahau, ijapo sijui uko utaenda kuishi maisha gani, sijui utakwenda kuanzisha maisha gani uko unapoenda mdogo wangu. Poka, haina budi, bora uondoke, ila nenda kwa usalama wa maisha yako. Mimi bado nakupenda, bado nahitaji furaha tuliokuwa tunaishi mimi na wewe, bado nahitaji mapenzi tuliokuwa tunaishi mimi na wewe mdogo wangu. Haina budi, nenda mdogo wangu. Dada, nayahisi sana maumivu yako, lakini pia naondoka hapa kwa usalama wa maisha yangu mimi na wewe. Unafahamu fika mimi kuendelea kuishi hapa ni hatari kwa maisha yako pia, ila nitarudi kwa ajili yako. Mwajabu, yaani saizi furaha yangu imeanza kurejea. Yaani tumeanza kushibana na Fatuma sasa hivi. Ameshaifanya mimi kama dada yake wa kuzaliwa. Pale nyumbani tunaishi kwa amani, furaha na upendo. Yaani nyumba yetu sasa hivi imetawala na amani. Rafiki yangu, nashukuru sana kwa kupatana na Fatuma. Maana mwenyewe nilikuwa naumia wakati ule mlivyokuwa mnagombana. Yaani kama sasa hivi mmeamua kurudi kitu kimoja. Ashukuriwe Mungu kwa kweli. Maana si kwa huzuni ile, na mwenyewe unavyojua kukaa kwa huzuni. Nikasema rafiki yangu akifukuzwa pale anaenda wapi? Nilikuwa nakuwaza ujue. Na kama umepatana na jambo jema. Ile kikubwa tu amani endelea hapa kijijini, maana naogopa hata. Yaani naogopa sana. Ndio hivyo, hilo jambo la kumshukuru Mungu. Kwa sababu kama sasa hivi amani inaanza kurejea, mimi nitakuwa mtu mwingine. Yaani nitabadilika kabisa. Na sasa hivi unaonyesha kweli, na mimi nakazangu mwenyewe mpweke hapa, yani nawakumbuka kweli yani. Sasa ndio kama hivi nimekuja kusalimia. Kwa kweli maana naona leo umeutaota, utakuwa usiku minute ndio maana ukaja. Maana sio kawaida. Mwajabu, mimi bado nakukumbuka. Sawa bana, mimi nimefurahi kusikia hilo. Asante sana. Yaani sasa hivi namshukuru Mungu. Yaani sasa hivi naishi vizuri. Yaani mwenyewe nafurahia maisha. Yaani kweli Mungu ni mwema. Sikutegemea kama ningekuja kuwa na furaha kama hii nilionayo kwa sasa hivi. Yaani Mungu hapa alipotufikisha hapa. Yaani tunamshukuru kwa kweli. Ila ninachokushauri ndugu yangu, uache unyonge, uache upole. Yaani upole wako unasababisha mpaka unazidi kuonewa. Kila siku wakuitwa mchawi, kila siku wakutukana, na wewe mwenyewe uko kimya tu unazidi kulia. Na ule Juma mwenyewe mimi ninavyomchukia. Yaani vile tu simwezi mimi. Yaani ningekuwa namweza, ningekuwa kila siku hata namtia makonde.
Usianze na maisha yako. Unakuja kugonga kwangu hapa. Kafia mbele huko mbwa wewe. Kuja kugonga huko kwangu na gonga nini hapa? Mbavu wewe. Maumivu machungu. Ndio umeniamua kunikumbuka. Bora mimi nakukumbuka tu siku zote, sema wewe ndio umenisusa kabisa hata kuja kunitembelea. Wapi wewe ndio umenisusa tena mwenyewe na Salma ndo kabisa ameamua kunisusa kabisa. Salma naye hajafika? Anafika siku moja. Kwema lakini. Kwema kabisa. Mimi bana nimesema ngoja tu nimsalimie Mwajabu. Siku nyingi maana hatujakutana. Nashukuru sana kwa kunikumbuka. Hata uje kunitembelea kabisa. Yaani natamani kuja kusalimia lakini kule kwako ni mbali. Unajua pana kilima sana. Yaani nikisema nije sitamata kurudi huko nyumbani. Lakini mlima una faida yake. Utafanya mazoezi pia. Mazoezi gani? Hichi kibucho hiki kinavyotukimiza ni mazoezi tosha. Wewe yaani unakimbia mpaka unasema moyo unataka kuchomoka. Bwana mimi nashukuru nimekuta uko salama. Nikasema ngoja tu nikupitie ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu kwa kunikumbuka. Haya bwana, mimi niko na shuka zangu chini huko. Sasa ngoja tu nimpitie leo Mwajabu hapa. Sawa, lakini ungesubiri maana nimebandika chungu huko jikoni. Kasubiri hata nikasunga ka ugali ukala. Mwajabu. Wewe ndugu yangu, familia yetu wewe. Mimi muda wote nakuja hapa nakula ugali. Siitishi, napita tu. Basi sawa. Yaani ya mahindi yamekauka kabisa. Yanafaa kusaga. Ndio dada, tupia yamekauka na nitakusaidia kabisa kutwanga. Mtwangia si upo? Upo. Ni malaini kabisa, yana hata yameachwa shambani muda mrefu. Najua sunua ninavyo. Yaani yamekauka kabisa. Hapa yanafaa kusaga kabisa. Ndio dada, trip takusaidia hadi kutwanga kabisa. Mtwangia si upo? Upo. Kaka, karibu. Mwajuma, mara ngapi nimekukataza kukaa na huyu mwanamke? Mara ngapi mimi nimekuonya usikae karibu na huyo mwanamke mchawi? Hautambui kwamba huyu ndiye anayemiliki kibuyu? Kibuyu ambacho kimesababisha vifo vya ndugu zetu. Kibuyu ambacho kimesababisha sisi tumetoka katika kijiji chetu, tumekuja hapa katika kijiji hichi kwa sababu tu ya kibuyu ambacho anakimiliki huyu mwanamke. Kisha badala yake unakuja unakaa karibu yake. Kwa nini hausikilizi maonyo yangu mimi kakako? Wewe mwanamke, wewe Salma mchawi, naomba ukae mbali na mdogo wangu. Na kitu chochote ambacho kitamkuta mdogo wangu nitakufanya kitu ambacho hautaamini, na wanakijiji wote watanichukia hapa kwa sababu ya hicho kitu ambacho nitakufanya wewe. Naomba ukae mbali na mdogo wangu. Kwa nini unamng'ang'ania? Unahitaji uchukue nafsi yake? Hizo nafsi nyingine hazijakutosha? Wewe mchawi, kaa mbali. Umekuja unabwabwata unapayuka, unafukia nani hapa? Mbona kile hapa asubuhi hapa kwetu? Yaani umekuja unaanza kupayuka, unaanza kama ni mdogo wako sikukuja ungemchukua ngoroka naye. Kwanza taarifa zako zote nishazipata. Kwanza kwa kijijini nilipotoka, uko unamnyonyesha dada wa watu. Amekukosea nini? Hii mdada tu uko unafanya kama tambara deki. Usipayuke hapa. Hii ni maya ya watu wengine. Kama ushaanza kupayuka huko kwenu, hii ni maya ya watu wengine. Umeelewa? Unakuja kupayuka unataka kumnani dada Salma watu amekosea nini? Kama ni mdogo wako unakuja tu ungembeba ngoroka naye. Unaanza kuja kupiga makelele au mnagombea na wanaume? Au umekuja amekuchukulia bwana huyu mpaka unaanza kupiga makelele hapa. Na taarifa zako zote nimezipata. Simwambie hivyo kaka yangu. Tena naomba unyamaze. Katika kaka huyu ni kaka. Huyu sio kaka. Huyu ni msichana. Asikani aje hapa aanze kumfukia dada Salma watu. Anaanza kupayuka. Una tabia za kike, acha tabia hizo. Unasemaje? Wacha nipige. Unataka kuja nipige kwa Kijana na wewe. Mwangalie ni kwani ni dada. Mwangalie vile. Jumbe. Huyu mtoto ana maneno ya ajabu sana. Hayo yote umetaka wewe. Ila mwangalie. Hivyo ni mkaka mdada. Mwangalie vile. Da Salma, unatakuwa umechangamka. Mtu akikujia kishari na umjie kishari. Akija kiheri na umjie kiheri. Unakapo hapo kwa atakaje kupige. Angekupiga mimi ningekuwa sipo. Si ungeumizwa. Ni kweli Salma.
unatakiwa sasa hivi ukangamare. Akija kishari, mjie kishari. Akija kiupole, mpokee hivyo hivyo. Baadaye utakosa mtu wa kukutetea. Unatakiwa ujilinde mwenyewe. Sawa. Na hata bado tusipokuchete na zote na hata waje hapa. Kaka, hivi unajisikiaje leo ulivyozalilishwa mbele za watu? Hivi utaendelea kumchukia hivyo Da Salma mpaka lini kaka? Hebu muache basi Da Salma na maisha yake na sisi tuishi maisha yetu. Kaka, mimi sijapenda kabisa leo nimezalilishwa mbele za watu. Juma. Mwana wangu. Kazi wangu barabarani. Mama si watu. Nilikuwa katika matembezi yangu. Lakini sasa nikamkuta huyu Mwajuma amekaa kwa Salma pale. Wapo napokuchua mahindi. Mimi nikamfuata pale. Nikamwonya sana mdogo wangu. Na pia katika maonyo hayo nikamgeukia na Salma nikaanza kumuonya ili akae mbali na mdogo wangu. Katika kumuonya, katika kumwambia maneno ambayo yamfanya asikae karibu na mdogo wangu, hafla sasa kikatokea kile kitoto kidogo. Kile Kifatuma. Mama si watu. Kimenizalilisha sana. Yaani kimeongea maneno ambayo yamenizalilisha tena mbele ya mdogo wangu. Kimeongea maneno ya kashifa sana. Tena akisema ya kwamba eti mimi pamoja na Salma eti tunajumuika na mwanaume mmoja. Yaani tunamgombania mwanaume mmoja. Yaani mimi, maneno hayo yameniuma sana. Ameongea maneno ya kashfa tena mbele ya mdogo wangu huyu. Amenizalilisha sana. Nilitaka nikakamate nikafinye. Lakini sitema tu kwa kuwa tupo katika himaya yao. Na ndio maana nikamstai kwa namna hiyo. Lakini maneno yamenichafua sana. Yaani heshima yangu mimi ameivua. Yaani hapa nilipo maneno bado yanazunguka katika kichwa changu. Hapa nilipo natetemeka kwa yale maneno mazito yule mtoto aliyeniambia mimi. Pole sana Juma. Wewe Mwajuma, kwa nini umsikilize kakako? Kakako anakupenda, anakutakia leo mema. Wewe na Salma mna undugu. Unaokoa na Salma wewe. Kakako anavyokupenda, unadhani atakuonea huruma kibuyu kikija? Amemuua mwanae, hawezi kukuacha wewe. Mpende, msikilize kakako. Mbona unakuwa mjeuri sana wewe? Wewe Mwajuma, ina maana hujaona kwamba kwenye video tunazoangalia kuna wachawi hawaonei huruma watoto wao. Hata Salma ndio hivyo hivyo alivyo. Ni mchawi yule, achana naye. Kweli kabisa mama si watu. Yaani mimi namuonya ili kumtakia mema awe salama, lakini yeye bado anajisogeza kwa yule mchawi ambaye anakimiliki kile kibuyu. Ili na yeye sasa aje ateketezwe. Mimi nimeshamwambia kabisa yule sio rafiki mzuri, yule sio mtu mzuri wa kukaa naye karibu. Yule anamenga tu amweke karibu ili achukue nafsi yake. Lakini mimi kaka yake hataki kunisikia. Na nilishamwambia kwamba mimi kaka yako mimi ndiye mzazi wako kwa sasa hivi. Mimi ni baba yako, mimi ni mama yako. Kwa nini haunisikilizi? Kwa nini mimi namuonya hanisikilizi huyu? Kwa nini wewe Mwajuma umsikilizi kakako? Ina maana umeona kakako anavyokupenda na hangaika na wewe kila saa anakufuata kwa Salma. Si uachane naye. Una shida gani wewe Mwajuma? Ule ni ndugu yako unaokoa naye yule. Pole sana Juma. Asante sana. Ila huyu amezidi ukaidi. Maumivu, machungu, kupoteza ndugu zangu, wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengu. Machozi yangu yatakauka lini? Nami nahitaji nuru mpya. Nani wa kurudisha furaha? Nani mkombozi wa hii? Ni nani anayejua siri? Amani yako naona, vilio kila kukicha, afadhali ya jana. Vipi mama si watu? Kwema? Kwema.
Mikidadi, yote anateseka kwa sababu ya Salma. Yote anateseka kwa sababu ya mtoto wangu, si watu. Salma mimi amekuwa mateso katika maisha yangu. Mbona napita kwenye mamsitu kama haya, nakutana na nyoka, wadudu wenye hatari, najitoa maisha yangu hatari kwa ajili ya mtoto wangu. Nimekuwa nikijitoa sadaka mara kwa mara kwa ajili ya si watu wangu, lakini Salma hajali. Yote haya ni kwa ajili natafuta dawa ya mtoto wangu na arudi kuwa kama watoto wengine. Mikidadi, kuanzia mwanzo nateseka, tumehama bado nateseka. Maisha yangu yako ni mateso. Sina kitu kingine ninachokifikiria katika maisha yangu. Sifanyi kazi za kueleweka kwa ajili ya kumuguza mtoto. Hata unaiona hapa Miki, hii ndio anamfanya Siwata sasa hivi angalau anaweza hata kutembea, ameanza hata kuongea. Sasa jitihada alipopata hii imemfanya mtoto wangu sasa hivi amepata hatua mpya. Mikidadi, kama sehemu ya mzazi, hata ungekuwa ni wewe ni mimi hapa, ungefanya hivyo hivyo, ungefanya kama mimi tu. Lakini mtu ambaye anasababisha yote amekaa hapo pembeni, anaangalia ninavyoteseka mimi, ninapohangaika na mtoto wangu. Ana huruma, ana mimi huruma kabisa. Salma yeye anaangalia tu faida anachokifanya na hicho kiburi chake. Ninateseka mchana kutwa, sina shule ninayofanya, ni kutafuta dawa tu. Nifanya jitihada nyingi sana Mikidadi ili mtoto wangu akae sawa. Mama Siwatu, naomba usilie na wala usihuzunike sana. Haya yote yatapita. Changamoto unazozipitia zitaisha na utaishi vizuri na mtoto wako. Najua Siwatu anaumia sana, anateseka, lakini atapona, ataongea vizuri, atakula, atatembea pia. Na chochote ambacho unapitia usisite kuniambia. Mimi nipo bega kwa bega na wewe, nipo tayari kukusaidia changamoto yote ambayo unapitia. Asante sana Mikidadi, japo hatujazaliwa, lakini kwa maneno yako nahisi ninaye ndugu sasa. Asante pia kwa kunielewa na kwa kuwa upande wangu. Basi twende tuondoke. Twende Mama Siwatu. Odi. Mwajabu. Karibu. Asante. Maswatu. Karibu. Asante. Karibu Maswatu. Asante Mwajabu. Karibu. Asante. Lakini Mwajabu, nimekuja kukuambia, kwani usiongee na rafiki yako Salma? Unaona majanga yanayojitokeza katika hichi kijiji. Watu wanakufa kila siku. Tangu tumeingia sisi, Salma anasababisha matatizo. Kwa nini Mwajabu usiongee na rafiki yako? Kwani usiongee naye abadilishe huu mfumo wake wa uchawi anaofanya kila siku katika hichi kijiji? Kwa nini asiache wana kijiji wa watu? Mbona tulivyopokelewa kwa furaha? Tumepokelewa watu wakatupokea. Mwenyekiti akajidhibitisha mbele wana kijiji wake, akatupokea, tukagaiwa makazi ya kukaa. Lakini mwisho wa siku Salma bado haachi uchawi. Sisi hapa kama mimi nikimfuata ataona namuonea. Akifuata na mtu mwingine, lakini wewe ni rafiki yako. Kwani usiongee naye akaacha uchawi anaofanya? Hebu niangalie kama mimi Mwajabu ninavyoteseka na mwanangu. Tunazunguka. Yeye mbona kama vile nilivyokuja mara ya kwanza nimebeba mgongoni mpaka nikasaidiwa na Juma. Unaona ile kweli ile ni haki kweli? Nitakuwa nazunguka na ule mtoto mpaka lini akiwa ni mgonjwa kiasi kile Mwajabu?
Sisi wengine tukimwambia ataona tunamuonea, lakini kwa kuwa wewe ni rafiki yake, inabidi wewe umwambie aweze kuacha mambo mabaya anayoyafanya. Wanakijiji wa watu walitupokea kwa wema, lakini mbona misiba kila siku inatokea? Ni wewe Salma ambaye wewe ni rafiki yako, mnaongozana kila saa, na wewe ambaye pia unakuwa naye karibu, hutaki kusikia chochote kuhusu Salma. Wewe unamwona ni mtu mzuri, lakini Salma anatuharibia. Kwa nini usiongee na rafiki yako akaacha mambo anayoyafanya? Kwa nini usiongee na rafiki yako akaacha uchawi ambao anaendelea kufanya kwenye kijiji cha watu? Nioneni huruma hata mimi ambaye ninatembea na mtoto kila mahali. Mtoto wangu ni mgonjwa. Nitabeba mgongoni mpaka saa ngapi? Mpaka siku gani mimi nitapumzika? Mama Swati, nakuheshimu sana, lakini kwa hili usitaki nikuvunjie heshima. Naomba siku nyingine usije hapa nyumbani kwangu kwa kuniambia awa ninako ya utopolo. Naomba utoke nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu Masiwatu. Toka nyumbani kwangu. Toka bwana. Kuepuka haya majanga, roho inauma, wanapoteza maisha. Uwezo hawana kupambana na nguvu za giza. Maumivu, machungu, kupoteza ndugu zangu. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengungu. Machozi yangu yatakauka lini? Nami nahitaji nuru mpya, nani wa kurudisha